Mpenzi mtazamaji, karibu kwa uchambuzi wa lesoni juma hili, ikiwa tuko katika somo la 8 na mada ambayo tunaangazia katika juma hili ni katika Zaburi, ikiwa ni katika sehemu ya kwanza, ikiwa ni katika wiki ya Mei 17 hadi Mei 23. Na kama ilivyo ada, tutamwalika mwalimu George aweze kualika uwepo wa Roho Mtakatifu kabla ya kuanza. Karibu mwalimu. Asante. Tuombe. Baba yetu aishie mahali pa juu, kukaribisha uweze kuwa pamoja nasi wakati huu ambao tungependa kujadilia neno lako. Sisi wenyewe hatuna kuelewa kwa aina wote, lakini tunaamini ya kwamba ukitupa Roho Mtakatifu tutaweza kuyaona maandiko na tutaelewa. Na isitoshe Bwana, tunaomba ya kwamba hebu uweze kutubadilisha mioyo yetu yaweze kukupokea. Hebu tuandae kwa ajili ya neno hili na jina lako liweze kutukuzwa. Ni katika jina Yesu Kristo tunaomba. Amina. Mwalimu, sijui katika juma hili katika Zaburi sehemu ya kwanza, je, kuna uhusiano gani kati ya Zaburi pengine na kitabu cha Ufunuo ambacho tunajua ni unabii ambacho kidogo tunaangazia katika robo hii haswa? Lesoni inajaribu kutufunulia vile ambavyo kuna vitu fulani ambavyo tunaviona kwenye unabii na maana yao. Na mara nyingi tunapozungumzia ufunuo ama unabii, tunaangalia vitabu kama Danieli, tunaangalia vitabu kama Ufunuo, tunaangalia vitabu kama Isaia, na vitabu hivyo ambavyo vilivyo tunajua kwamba hivyo ndio vinazungumzia unabii. Lakini leseni yetu hii inatuambia kwamba hata isitoshe kitabu cha Zaburi pia inatumulikia unabii ambao tutakapokuwa tunaingia ndani tutaweza kuona uhusiano. Yale ambao tunayasoma katika Zaburi yalikuwa yanatuelekeza ama Daudi alikuwa tayari anaelewa unabii unasema nini. Na ndio kitu ambacho nafikiri lesoni hii tunataka tuweze kujifunza. Katika hii kitabu cha Zaburi ni yapi ambayo yameweza kuelezewa ama ambao Daudi aliweza kuyasema ambayo yanahusika na unabii. Na pengine hata tunapoangalia vitabu vingine kama vitabu za kama Kutoka na Mambo ya Walawi na mengine vitabu vya Agano la Kale, tunajifunza ya kwamba hata ingawa pengine unabii inaweza kuwa ilizungumzika wa sehemu fulani, tunasahau ya kwamba kitabu cha Zaburi ambao tunasema ni wimbo ama wengine wanasema ya kwamba kitabu cha Zaburi ilikuwa pengine ni mashairi ambao Daudi lakini kuna mambo ambayo ambayo tunapata katika kitabu cha Zaburi ambayo linatuelezea kwamba Daudi aliweza kuwa anazungumzia haya ambayo yanalingana na unabii ambao tunayasoma katika vitabu vingine kama Ufunuo. Naam mwalimu, tunaona usomaji makini wa Zaburi hutoa maelezo yanayofanya kitabu cha Ufunuo kuwa cha kuvutia. Hasa ukizingatia Ufunuo 14, maelezo kadha wa kadha yaliyo katika kitabu cha Mungu cha nyimbo yanaweza kutupa njia mpya ya kuelewa na kuthamini wajibu wetu katika nyakati za mwisho za historia ya dunia. Mwalimu, tutaenda moja kwa moja hadi siku ya Jumapili ambayo ni kuhani wetu mkuu, ambayo tutaweza kuangalia huduma ya Kristo katika patakatifu ama ukipenda katika hekalu. Mwalimu, nakumbana na Musa katika kitabu ni cha Kutoka 25:8 pale ambapo anaambiwa aweze kutengeneza patakatifu. Mwalimu, sijui kama unaweza kutuambia kusudi la kuweza kuwa na patakatifu ilikuwa gani? Unajua kwanza ili kuweza kujibu hilo swali lako vizuri, na mwalimu, kwanza hebu tuweze kusoma kitabu cha Zaburi linasema nini. Zaburi ngapi? Zaburi tayari alikuwa anatuambia kuna kitu kama hicho. Zaburi 122. Zaburi 122.
nasema nini? Zaburi 122 moja inasema, nalifurahi waliponiambia na twende nyumbani kwa Bwana. Naam. Nalifurahi waliponiambia twende nyumbani kwa nani? Kwa Bwana. Daudi anaposema hivi, anaelewa ni nini ambayo anazungumzia, kwa sababu anaposema ya kwamba nalifurahi waliponiambia na twende nyumbani kwa Bwana. Nyumbani kwa Bwana ilikuwa ni mahali wapi? Palikuwa ni mahali patakatifu. Na ndio sasa tunakuja tukikuja kuelewa wanasema the sanctuary. No. Tunakuja kuelewa sanctuary. Sasa Daudi anasema ya kwamba nilipoambiwa ya kwamba twende tufanye nini? Nilipoambiwa kwamba twende nyumbani kwa Bwana. Mahali ambapo anapopatikana Bwana ni kwenye hekalu. Ni kwenye hekalu. Na ndio kwa sababu hata nikizungumzia wakati ambapo Yesu alipokuwa miaka 12, alipopotea wazazi wake wakamtafuta, baada ya kutembea siku 3 walipompata hekaluni wakamuuliza, ni kwa nini unatufanya hivi? Tumekuwa tunakutafuta, umetufanyia. Yeye akamwambia, hamjui ya kwamba yanipasa kuwa ndani ya nini? Kuwa katika kazi ya nini? Ya Baba yangu. Niko katika nyumba ya Baba yangu. Yuko hekaluni, na kwa hivyo mahali ambapo alikuwa nafurahia kuwa ni kwenye hekalu ya Baba yake. No. Na ndio tunaona tena Daudi pia anasema, nilifurahi nilipoambiwa kwamba tuende wapi? Katika nyumba ya Bwana. Sasa ndio tunataka tuweze kujua kwamba tunapozungumzia nyumba ya Bwana, tunaambiwa kuna nini pale. Na sio sasa ndio tunaambiwa kwamba katika hii sehemu ya Jumapili, kwanza tunaambiwa kwamba kuna kuhani mkuu. Waebrania 9:11. Waebrania 9:11 inatuambia nini? Waebrania 9:11 neno la Mungu linasema, lakini Kristo akiisha kuja aliye kuhani mkuu wa mambo mema yatakayo kuwapo, kwa hema iliyo kubwa na kamilifu zaidi, isiyofanyika kwa mikono, maana yake isiyo ya ulimwengu, isiyo ya ulimwengu huu. Amina. Sasa tayari unaona Waebrania wanatuambia kwamba kuna nani? Kuhani pale, kuna kuhani mkuu katika wapi? Kwenye hekalu. No. Kwenye hekalu. Na kwa hivyo unapokuwa nyumbani, hekaluni, nyumba ya Bwana, tayari na pale tunapata kwamba kuna hekalu ambayo kuna kuhani mkuu ambaye ni nani? Ambaye ni Kristo. Ni wapi tena ungependa kuwa? Mwalimu, katika kitabu ni cha Kutoka 25:8 tunaona vile ambavyo Mungu alikuwa ameratibisha aweze kuwa na watu wake. Kusudi la Mungu lilikuwa aweze kuishi miongoni mwa watu wake. Mwalimu, kumbuka baada ya anguko, dhambi iliweza kumfanya binadamu na Mungu kuweza kuwa na pengo. Lakini Mungu anataka kuliziba lile pengo. Na mwalimu 25:8 inasema, nao na wanifanyie patakatifu ili nipate kukaa kati yao. Kwa hivyo kusudi la Mungu lilikuwa aweze kukaa kati yetu, mwalimu. Kwa hivyo anafanyika mwili ili kuishi pamoja nasi. Ukisoma katika Agano Jipya, kitabu cha Mathayo pale ambapo inasema, na utampata mwana, jina lake litakuwa Emanueli, Mungu pamoja nasi. Kwa hivyo Mungu anataka awe miongoni mwa sisi, awe pamoja nasi. Kwa hivyo hilo ndilo kusudi la Mungu. Mwalimu, ukisoma 9 inasema, sawa sawa na haya yote ni kuonyeshayo mfano wa maskani na mfano wa vyombo vyake vyote ndivyo mtakavyovifanya. Kwa hivyo Mungu aliweza kumpatia mfano ambao tunajua kuna patakatifu mbinguni. Kwa hivyo Mungu anampatia mfano.
ili kuweza kuandaa patakatifu katika ulimwengu huu. Kwa hivyo tunaona kusudi la Mungu katika kumwambia Musa aweze kufanya patakatifu. Mungu alikuwa na shauku ya kuturejesha, ama Mungu alikuwa na shauku ya kukaa kati yetu. Nambari moja. Na nambari mbili, tunajua kwamba Mungu pia alitaka kutuambia ama alitaka kutufunulia kuna patakatifu mbinguni, ama ukipenda kuna hekalu mbinguni, ambalo tunajua kuna wale ambao wanapinga kwamba hakuna hekalu mbinguni. Lakini hili tutaweza kujua kwamba kuna hekalu patakatifu. Mwalimu, Kutoka 25:40 inasema, nawe angalia ya kwamba uvifanye kama mfano wake ulioonyeshwa mlimani. Kwa hivyo mfano alionyeshwa wapi? Mlimani. Alafu tukienda katika kitabu ni cha Waebrania 8, tunapata kwamba mfano ule ulikuwa ni mfano ambao ulikuwa wa mbinguni. Naam, mwalimu, tusome Waebrania 8:5. Waebrania 8:5 inasema vipi mwalimu? Acha niweze kuifungua. Waebrania ngapi? Waebrania 8:5. Naam. Linasema hivi, watumikiao mfano na kivuli cha mambo ya mbinguni, kwa Musa alivyoagizwa na Mungu alipokuwa tayari kuifanya ile hema, maana asema, angalia ukavifanye vitu vyote kwa mfano ule ulioonyeshwa katika mlima. Jambo ambalo nilijifunza kwa ile fungu ambao umesoma, kitabu ni cha Waebrania 9:11 hadi 15, niliweza kuona kwamba Kristo ndiye kuhani ambaye amekamilika. Mwalimu, unajua wale makuhani wa wakati wa kitambo walikuwa wakifa, na kulikuwa na uwezekano wa kufanya dhambi, lakini Kristo ni kuhani ambaye amekamilika. Ametosha. Naam, na tena niliweza kuona kwamba Kristo ni kafara kamili. Amina. Kwa hivyo alitolewa mara moja. Mwalimu, unajua kulikuwa na the daily sacrifice ambayo ilikuwa ni kila siku, alafu mara moja kwa mwaka, siku ya upatanisho, kulikuwa na the cleansing of the sanctuary, ambayo tunapata ilikuwa ni siku ya upatanisho, pale ambapo watu walikuwa wakijitia wakfu, ambayo mwalimu ukisoma katika kitabu ni cha Ufunuo, tunamuona Yesu akiwa amesimama wapi? Katika zile taa 7. Kwa hivyo ako wapi katika pale? Ako katika patakatifu. Alafu kidogo tunaona amesonga mbele to the Ark of the Covenant. Tunaona sanduku la agano linaonyeshwa mbinguni. Kwa hivyo tunajua Yesu yuko wapi kwa wakati ule? Yuko patakatifu mno. Alafu kidogo tunaona ile sanctuary, the closing of the sanctuary inafungwa, huduma ya patakatifu inakuwa imekomeshwa. Ukisoma katika kitabu ni cha Ufunuo 15 kuelekea mwisho. Kwa hivyo ni kusema kwamba ile kazi imekamilika. Mwalimu, kwa hivyo tunaweza kumfuata Yesu Kristo katika patakatifu na kujua yuko wapi. Na tunaona mchakato mzima wa patakatifu ni katika kisa cha kumkomboa mwanadamu. Kwa kimombo wanasema salvation. The plan of salvation. Kwa hivyo tunaona the plan of salvation ikiwa imejifungua vizuri kabisa. Amina. Katika patakatifu. Mwalimu, sijui ulisoma nini katika siku ya Jumapili? Ningependa kuongezea hapo kidogo. Naam. Ya kwamba hekalu ambaye tunaiona ambaye Musa aliweza kuambiwa aweze kuitengeneza. Naam. Tunaambiwa kwamba ilikuwa ni mfano wa ile ambayo iko wapi? Iko mbinguni. Naam. Na ndio kwa sababu umeweza kusoma katika hiyo kitabu cha Waebrania. Naam. Na nafikiri hata ukisoma katika kitabu cha Kutoka pia natuambia hivyo, Kutoka 25:40 yatuambia kwamba ile ilikuwa ni mfano wa wapi? Wa jinsi ambavyo hekalu liko pale mbinguni. Hata unapopima upimaji na kila kitu katika futi, ilikuwa futi hivi ama hivi na hivi, kila kitu ilikuwa ni mfano ule. Na kwa hivyo
yale yote ambayo yalikuwa natendeka wakati ule, na ni kwa nini ambayo hekalu Musa aliambiwa aweze kutengeneza hii hekalu hapa ulimwenguni, tunaambiwa ya kwamba ni kwa sababu vile mwalimu umesema ya kwamba Mungu alitaka kuwa pamoja nasi hapa ulimwenguni, aweze kuwa miongoni mwetu. Na kwa hivyo yale yote ambayo yalikuwa natendeka, tukisoma katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza, tunaposoma haya tunaambiwa kwamba yalikuwa nafanyika kama nini? Kama mfano. Wakorintho wa kwanza sura ya 10 fungu la 11 inasema jambo fulani hapo. Naam, Wakorintho wa kwanza 10:11 Biblia takatifu, neno la Mungu inasema basi mambo hayo yaliwapata wao kwa jinsi ya mifano, yakaandikwa ili kutuonya sisi tuliofikiliwa na miisho ya zamani. Miisho ya zamani. Yale yote ambayo yalikuwa yanatendeka yalikuwa ni kama mfano. Na ndio hata tukianza kusoma kuanzia fungu la kwanza hiyo Wakorintho 10, tunaambiwa kwamba na Paulo analinganisha yale ambayo yalikuwa yanafanyika kuanzia wakati ambapo wana wa Israeli walitoka Misri. Maana walipokuwa wanatembea walikuwa wanapita mto bahari ya Shamu. Walikuwa wanapita pale na huko juu yao kulikuwa na wingu. Tunaambiwa kwamba ilikuwa ni ubatizo, sivyo? Na walikuwa naenda wakiwa wanatembea, maji ambao walikuwa nakunywa ilikuwa ni Kristo mwenyewe. Musa alipoambiwa atigusa mwamba alafu maji wataweza kukunywa, walikuwa nakunywa kutoka mwamba. Na tunakuja hata kwenye hekalu. Kwa hivyo tunaona ya kwamba haya yote ambayo yalikuwa nafanyika yalikuwa ni mfano wetu sisi ambao tunaosoma wakati huu, tuweze kuona vile ambavyo Mungu alikuwa anatembea na watu wake, vile ambavyo Mungu alikuwa anapasa watu wake wawe, nasi pia tuwe hivyo hivyo, tukiwa tunakusudia kwamba Kristo ambaye ni kuhani mkuu, ambaye sasa yuko patakatifu mno, yuko pale ili aweze kufanya nini? Aweze kutusimamia. Mwalimu, na vile ambavyo ulianza kusoma Zaburi 122 moja ambayo ilisema nalifurahi waliponiambia na twende kwa Bwana. Mwalimu, sijui unapokuwa ukienda kanisani unakuanga umefurahi ama unakuwa umenuna? Hii ni swali ambayo inataka kila mtu aweze kujibu. Alafu vile mwalimu, tunaona kwamba ni vizuri kujumuika na wengine kwa sababu huyu inakuwa ni furaha. Mwalimu, unajua kila Sabato tunaandika safely through another week. Kwa Kiswahili ni kusema vipi? Salama tumepita. Mwalimu, kwa hivyo tunafurahi kwa sababu salama tumepita katika juma nzima. Na sasa ni wakati wa kuweza kujumuika na ndugu na dada zetu ili kuweza kujua kuweza kureflect yale ambayo yamepita katika wiki ambayo imepita. Na vile vile kumbuka ni ukumbusho wa uumbaji. Na vile vile ni ukumbusho wa jinsi ambavyo Kristo anatukomboa. Kwa hivyo tunaenda pale kanisani kwa furaha mwalimu. Usije ukaenda kanisa ukiwa umenuna mwalimu. Ndio, kwa sababu hata nimefurahi umeweza kuligusia hapo. Naam. Ni jambo ambalo itubidi tuweze kufikiria vizuri. Ikiwa Daudi anasema kwamba nalifurahi nilipoambiwa tuende katika nini? Nyumba ya Bwana. Alifurahi. Nasi ndio unajua tunaenda kanisani kwa sababu tuliambiwa tuende, wengine wako na sababu zingine, ni kama umesukumwa, kama ingewezekana. Hata unajua hii wakati wa corona kuna watu wengi walifurahi sana wakati wa corona kwa sababu imewapatia ruhusa ya kuweza kukaa nyumbani na kupumzika. Hai mambo ya kwenda kanisani, unaposema tulienda kanisani, mimi siwezi enda. Corona ilipatia watu sababu ama kisingizio ya kutokwenda nini? Na kwa hivyo unaona kuna wale ambao inapokuja kwamba wanaenda kanisani kukutana na Bwana ni shangwe, wanafurahi. Na kuna wengine wetu na kwa kwamba unaenda kumevuta miguu, ndio kwa sababu mara nyingi hata tunaenda kanisani tumechelewa.
saa 5, Mwalimu, saa inakuwa ni 6. kama burden. Inakuwa mzigo. Inakaa ni mzigo. Lakini kwa mtu kama Daudi ilikuwa ni furaha. Ni furaha. Mwalimu, hiki ni kitu ambacho alikuwa kikitarajia. Unajua ile ambao unajua kuna kitu kizuri ambacho kinaenda kutokea, unangoja kwa hamu na gamu. Kwa hivyo huyu alikuwa kingoja siku ya Sabato kwa hamu na gamu, mwalimu. Amina. Mwalimu, tutaenda moja kwa moja hadi siku ni ya Jumatatu ambayo ni juu ya mlima Sayuni. Mwalimu, tunaposikia juu ya mlima Sayuni, je, mlima Sayuni katika Biblia? Mwalimu, katika fungu elekezi tumesema kwamba kuna watu ambao wamesimama juu ya mlima Sayuni. Mlima Sayuni. Mwana-kondoo yuko pale. Alafu mwalimu, kuna yepi tena pale? Zaburi, mwalimu, ilikuwa ni Ufunuo. Ukisoma katika kitabu ni cha Ufunuo 14:1 inasema, kisha nikaona na tazama huyo mwana-kondoo amesimama juu ya mlima Sayuni na watu 144,000 pamoja naye, wenye jina lake na jina la baba yake limeandikwa katika vipaji vya nyuso zao. Amina. Mwalimu, jina katika Biblia inaashiria nini? Jina hasa kabisa ni tabia. Ni tabia. Jina ni tabia. Kwa hivyo kuna jina nzuri ni tabia. Wanasema heri jina nzuri kuliko fedha na dhahabu. Kwa sababu hiyo ni tabia ambayo inamwakilisha mtu. Kwa hivyo tunaona kuna watu ambao wamesimama. Mwana-kondoo, mwalimu, huyu ni nani? Mwana-kondoo ni Yesu Kristo. Ni Yesu Kristo. Amina. Kumbuka tumekuwa tukisoma pia katika majuma ambayo yamepita. Alafu ukisoma 2 inasema nami nikasikia sauti kutoka mbinguni kama sauti ya maji mengi na kama sauti ya radi kuu. Na hiyo sauti niliyosikia ilikuwa kama sauti ya wapiga vinubi, wakivipiga vinubi vyao na kuimba wimbo mpya mbele ya kile kiti cha enzi na mbele ya wale wenye uhai 4 na wale wazee, wala hapana mtu aliyeweza kujifunza wimbo ule ila wale 144,000 walionunuliwa katika nchi. Walionunuliwa katika nchi. Mwalimu, kumbuka katika kitabu ni cha Ufunuo 5:9 tuliona kuna kununuliwa pale. Na ambaye aliwanunua ni nani? Mwana-kondoo. Mwalimu, kwa hivyo tunaona vile hivi vitu vinaoana. 5:9 Ufunuo inasema nao waimba wimbo mpya wakisema, wastahili wewe kukitoa hicho kitabu na kuzifungua muhuri zake, kwa kuwa ulichinjwa ukamnunulia Mungu kwa damu yako watu wa kila kabila na lugha na jamaa na taifa. Amina. Kwa hivyo wananunuliwa kwa damu ya Kristo, mwalimu, ambaye ni mwana-kondoo ambaye amesimama juu ya mlima Sayuni. Mwalimu, kumbuka wiki jana tulisema katika anguko la Lucifer. Lucifer alikuwa katika mlima Sayuni. Ukisoma katika Ezekieli. Lakini tunamuona katika Ufunuo 14 hayuko. Kwa hivyo amefurushwa na hata kuwa hapa. Na tutaweza kuangalia katika siku ambazo zinakuja, je, wale ambao hawatashiriki pamoja na hawa atakuwa na tatizo gani? Sehemu hii ningeweza kusema hivi, hasa kabisa ninatufunulia kitabu cha Zaburi. Na ndio kwa sababu tukisoma katika kitabu cha Zaburi 15, na nafikiri hata wameelezea tena Zaburi 24. Inasema hivi, Bwana, ni nani atakayekaa katika hema yako? Ni swali ambayo Mfalme Daudi alikuwa anauliza. Anauliza, ni nani atakayefanya nini? Atakayekaa katika hema yako. Ni nani atakayefanya maskani yake katika kilima chako kitakatifu? Ni mtu aendaye kwa ukamilifu na kutenda haki, asemaye kweli kwa moyo wake, asiyesingizia kwa ulimi wake, wala hakumtenda mwenziwe mabaya, wala hakumsengenya jirani yake. Machoni pake mtu asiyefaa hudharauliwa, bali
huwaheshimu wamchao Bwana. Ingawa ameapa kwa hasara yake, hayabadili maneno yake. Hakutoa fedha yake apate kula riba. Hakutoa rushwa amwangamize asiye na hatia. Mtu atendaye mambo hayo hataondoshwa milele. Mfalme Daudi anauliza, ni nani atakayefanya nini? Atakaye patikane katika mlima huo wa Sayuni. Halafu tena ukisoma katika kitabu cha Zaburi 24, bado anaendelea. Nafikiri tukianzia pengine sura 24 fungu la 2 inasema ni nani atakaye panda katika mlima wa Bwana? Ni nani atakaye simama katika patakatifu pake? Mtu aliye na mikono safi na moyo mweupe, asiye iinua nafsi yake kwa ubatili, wala hakuapa kwa hila. Atapokea baraka kwa Bwana na haki kwa Mungu wa wokovu wake. Naam. Asante. Kwa hivyo Mfalme Daudi anaangalia akiona wale ambao wanastahili, ama wale ambao tunasema wataweza kupatikana katika katika mlima Sayuni. Ni tabia yao itakuwa ni tabia fulani. Ni wale ambao midomo yao hawasemi uongo, ni wale ambao hawai kusingizia wengine, ni wale ambao wanaopenda wenzao. Anazungumzia haya yote. Kwa hivyo ameona kwamba wanaostahili kusimama katika mlima Sayuni ni watu aina fulani, wateule. Na ndio tena tukisoma katika kitabu cha Ufunuo 14 ambao tulisoma kwanza, ambao uliweza kusoma, tunaambiwa kwamba katika mlima Sayuni kuna mwana kondoo pale, na amezungukwa na watu gani? Amezungukwa na watu 144,000, watu ambao wamefanya nini? Watu ambao pia walikuwa wamekamilika, watu ambao yeye mwenyewe aliweza kuwanunua na nini? Na damu yake. Kwa hivyo hao ndio watu ambao watakuwa wamestahili kusimama katika mlima Sayuni. Kwa hivyo tunazungumzia mlima Sayuni hii. Daudi anaizungumzia, na tena tunaiona katika kitabu cha Ufunuo. Na mwalimu, kutilia mkazo, ukisoma katika 24:3 Zaburi inasema ni nani atakaye panda katika mlima wa Bwana? Kumbuka mlima wa Bwana ni mlima Sayuni. Alafu vile ukisoma katika kitabu ni cha Zaburi 15, moja inasema, Bwana, ni nani atakaye kaa katika hema yako? Ni nani atakaye fanya maskani yake katika kilima chako kitakatifu? Ambacho kinarejelea mlima Sayuni, ambao tumeona wale ambao wamekombolewa watakuwa wamesimama katika mlima Sayuni. Tabia za hawa watu ndizo ambazo zinadhihirisha wale ambao watasimama katika mlima wa Bwana, ama ukipenda mlima Sayuni. Mwalimu, kwa hivyo lazima pia tuweze kuangalia tabia zetu ziko vipi. Unajua wanasema mtu unaweza ukaujua kutokana na tunda ambalo linatoa. Tunapoangalia kitabu Agano la Kale na Agano Jipya, tunaona kwamba vitabu hivi vinaoana. Kuna yale ambao kama haya ambayo tunayozungumzia juu ya mlima Sayuni tunaipata katika kitabu Agano la Kale, ambaye hasa katika kitabu cha Zaburi, alafu na tunaipata katika kitabu cha Ufunuo. Na kwa hivyo niweza kuiandaa na kuweza kuona ikiwa wale wa zamani pia walikuwa wanajua maana ya mlima Sayuni, na walikuwa wanakusudia ya kwamba nao pia siku moja watakuwa katika mlima Sayuni wakiwa wanahesabiwa pale, nasi pia vile vile. Na ndio kwa sababu kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 10 fungu la 11 linatuambia kwamba haya yote ni kama mifano. Kwa hivyo sisi ambao tumebarikiwa tunayasoma ya vile wale wa zamani walivyokuwa, tumebarikiwa sana, kwa maana hatutakuwa na sababu yoyote sababu yoyote ya kukosa ufalme wa mbinguni. Mwalimu, siku ya Jumanne ni sheria mioyoni mwetu.
sheria mioyoni mwetu, ambayo tunaona masalio waliokusanyika juu ya mlima Sayuni wanalo jina lililoandikwa kwenye vipaji vya nyuso zao, jina la Baba na la Mwana Kondoo. Unajua nyumbani, unasikia unaposikia watu wanapozungumza, wanazungumzia juu ya mtu fulani, unasikia huyo nani, huyo ana jina nzuri. Jina huyo ana jina nzuri. Ama inaweza kuwa ya kwamba mtu fulani amejulikana. Amejulikana, lakini utasikia wanasema lakini jina yake sio mzuri. Wanaposema namna hiyo, yamaanisha nini? Yamaanisha kwamba wanapozungumza juu ya jina, yamaanisha kwamba ni tabia. Jina linalingana na tabia. Tabia mzuri au tabia mbaya. Umejulikana, mzee fulani, tunamtafuta mzee fulani, huyo tunamjua, huyo ni mzuri kabisa. Kwa hivyo unasema, hata kinyumbani wanasema ya kwamba waweza kula na jina nzuri. Unaweza enda mahali, alafu wakakuuliza, na wewe unatoka wapi? Mimi natoka mahali fulani. Mahali fulani ni wapi huko? Hebu tuangazie zaidi. Alafu watasema, mimi natoka kwa kijiji fulani. Unajua mzee fulani? Kama ni mzee fulani, karibu ka. Utaweza kulishwa vizuri, watakutendea vizuri kwa sababu ya jina ya mtu fulani ambao unahusiana naye. Jina nzuri. Na ndio sasa hapa tunapozungumzia juu ya lesoni hii, kwanza kabisa inatulurudisha wakati ambapo Musa alikuwa katika mlima akiweza kuzungumza na Mungu. Nafikiri tukisoma katika kitabu cha Kutoka 33 kuanzia fungu la 18. 18 inasema, akasema, nakusihi unionyeshe utukufu wako. Akasema, nitapitisha wema wangu wote mbele yako, nami nitalitangaza jina la Bwana mbele yako, nami nitamfadhili yeye nitakaye mfadhili, nitamrehemu yeye nitakaye mrehemu. Mwalimu 18 inasema, nakusihi unionyeshe utukufu wako. Lakini anapoanza kuelezea, anasema nini? Anasema, nitalitangaza jina la Bwana. Alafu kuna sifa ambazo zinahusika na Bwana ambazo anazielezea, ambazo ukisoma katika kitabu ni cha Kutoka 34:5 inasema, Bwana akashuka ndani ya lile wingu, akasimama pamoja naye huko, akalitangaza jina la Bwana. Bwana akapita mbele yake, akatangaza, Bwana, Mungu mwingi wa huruma, mwenye fadhili, si mwepesi wa hasira, mwingi wa rehema na kweli, mwenye kuwaonea huruma watu elfu, mwenye kusamehe uovu na makosa na dhambi, wala si mwenye kumhesabia mtu mwovu kuwa hana hatia kamwe, mwenye kuwapatiliza watoto uovu wa baba zao na wana wa wana wao pia, hata kizazi cha 3 na cha 4. Musa alitaka kuona utukufu wa Bwana. Mimi nataka kumuona tu Mungu na macho yangu. Lakini nasahau ya kwamba hiyo kumuona Mungu na macho yangu, Mungu anajaribu kuturekebisha. Na akawa anamrekebisha Musa. Anamwambia kwamba nitaweza kufanya nini? Nitaweza kulitangaza nini? Jina langu. Na hapo akawa anamuonyesha jinsi ambavyo alivyo. Mungu anaonyesha tabia yake. Akionyesha jinsi ambavyo yeye ni Mungu mwenye upendo, na Mungu hivi na hivi na hivi. Asante kwa kutusomea hapo. Kwa hivyo tunapoangalia na ndio unaona, hata ingawa Musa alikuwa anataka kuona ile pengine mwangaza, vile tunataka kuona mwangaza, niliona malaika, nuru alikuwa nayo mwanga, lakini Mungu anajaribu kumrekebisha
ya kwamba ule utukufu wangu unaenda na tabia yangu. Inaenda na nini? Na tabia yangu. Ile utukufu wangu hakuna tofauti ya ule utukufu na tabia. Ile utukufu ni jina ambalo ninalo, ambalo ni tabia yangu mwenyewe. Vile vile tunaona kwamba sheria ya Mungu ya maadili ni nakala ya tabia yake. Na wale ambao wamekusanyika juu katika kilima kitakatifu cha Mungu katika siku za mwisho wanajazwa na upendo kwa Mungu. Upendo unadhihirishwa kwa utii wa sheria yake. Mwalimu, tumezungumzia juu ya Kutoka. Sasa hebu tuweze kusoma kitabu cha Zaburi 119 na fungu la 55 linasema nini? 119:55 inasema, wakati wa usiku nimelikumbuka jina lako. Bwana, nikaitii sheria yako. Nilikumbuka nini? Jina lako. Nilikumbuka jina lako. Wakati wa usiku nikakumbuka jina lako na nikafanya nini? Nikaitii sheria yako. Naam. Daudi anafananisha ile kumjua jina la Bwana na sheria yake linaambatana. Sheria. Na ndio tukirudi katika kitabu cha Kutoka 33 na vile ulisoma 34, tunaambiwa kwamba wakati Musa alikuwa anataka kuona ule utukufu wake, wakati huo ndio wakati ambapo Musa alikuwa anapokea ile amri ngapi? 2 za Mungu. Zile mbao mbili za Mungu ambazo ziko na sheria 10. Kwa hivyo unaona sheria ya Bwana linaambatana na jina lake na tabia yake yote. Kwa hivyo ikawa ya kwamba wazungu wanasema sandwich, ya kwamba zimewekwa ziko pamoja, huwezi tenganisha. Na ndio kwa sababu Daudi hapa anasema kwamba nilipokumbuka jina lako. Hiyo uliposoma katika fungu hilo, Zaburi 119 fungu la 55, tunaona kwamba Daudi anakumbuka jina la Bwana, na huku anasema ya kwamba jina la Bwana linaenda na nini? Tabia yake ambayo ni sheria yake. Asante. Ningependa kuweza kurudi katika kitabu cha Ufunuo. Nafikiri katika kitabu cha Ufunuo 14, bado tunazungumzia juu ya tabia ya Bwana. Tunaambiwa kwamba Ufunuo 14 tunaona mwana kondoo na watu 144,000 wako mbele zake, na tunaambiwa kwamba walikuwa na nini kwenye vipaji vya uso wao? Jina la nani? La Baba na la Mwana. Na jina la Baba na la Mwana. Na kwa hivyo tunaona kwamba, na tumeambiwa kwamba tabia yao jinsi ilivyo. Na wakawa na jina la Baba na la Mwana katika upaji nyuso zao. Kwa maana na vile ambavyo tumeweza kuzungumzia ya kwamba tabia ya Bwana inaambatana na nini? Na sheria zake. Na kwa hivyo hawa ni watu ambao walizingatia sheria za Mungu, amri 10 za Mungu. Wameziweka ndani ya nini? Ndani ya mioyo yao. Wanasema lesoni nasema nini? Sheria mioyoni nini? Mioyoni mwetu. Na kwa hivyo tunapokuwa Mungu anapojidhihirisha kwetu na kuweza kutuonyesha utukufu wake, na inaambatana na sheria ambazo ametupa, tabia ambayo ni tabia yake, kwani inakuwa tu ni kama sinema. Unajua inaweza kuwa kama Musa alikuwa anaona sinema, alafu sinema, baada ya kuona sinema unatembea unarudi nyumbani, basi nimeona sinema. Lakini tunapaswa ya kwamba hata baada ya Mungu kujifunulia kwetu na kutuangazia yeye ni nani na jina lake, basi yatubidi tuweze kumpokea. Na ndio kwa sababu tunaambiwa kwamba katika Ufunuo 14 ya kwamba hawa ni wale ambao waliofanya nini? Walioweza kumpokea
wale ambao hawakuwa na hila, hawakuwa midomo yao hawakuwa ni machafu, walikuwa wanamfuata mwana kondoo popote afanye nini, aendapo. Ni watu ambao wamebadilika, wamechukua ile tabia ya Bwana, wameiweka ndani ya nini, ndani ya mioyo yao. Na ndio tunaona pale uhusiano katika Ufunuo 14, hawa ambao wanaomfuata mwana kondoo, na tunamuona tena katika maelezo haya katika Kutoka na katika Zaburi. Mwalimu, vile vile vipaji vya nyuso zao. Mwalimu, unajua wewe uko katika kitengo cha afya. Je, frontal lobe inapatikana wapi katika kichwa chako? Hapa mbele. Hapa mbele. Na frontal lobe ni kitu gani ambacho kinafanyika pale? Wanasema kwamba ni mahali ambapo maamuzi yanafanyika. Amina. Pale ndipo ambapo maamuzi yanafanyika. Kwa hivyo vipaji vya nyuso zetu. Kwa hivyo wale ambao watakuwa na jina la Baba na jina la Mwana Kondoo limeandikwa katika vipaji vya nyuso zao. Ni watu ambao watakuwa wamefanya uamuzi madhubuti wa kuweza kumchagua Kristo na kumgura shetani. Mwalimu, nimependa vile ambavyo umesema kwamba hawa ni watu ambao watakuwa wamezishika sheria za Mungu. Ukisoma kitabu ni cha Ufunuo 14:12 nasema hapa ndipo penye subira ya watakatifu hao washikao amri za Mungu na imani ya Yesu. Amina. Mwalimu, kwa hivyo hawa watu ambao wanazungumziwa katika Ufunuo 14, ukikuja 12 wanasemwa kwamba hawa ni wale ambao hawa ni watu ambao walikuwa na subira. Na licha ya kuwa na subira waliweza kuzishika amri za Mungu. Na licha ya kuwa wamezishika amri za Mungu, mwalimu, walikuwa na imani ya Yesu Kristo. Amina. Asante. Mwalimu, kwa hivyo hivi ni vitu vitatu ambavyo vinatofautisha hawa pengine na wale wengine ambao hawatakuwa wamesimama katika mlima Sayuni. Amina. Mwalimu, tutaenda moja kwa moja hadi siku ya Jumatano ambayo ni Zaburi 5. Zaburi 5 mwalimu. Zaburi 5 na tutaweza kulinganisha na Ufunuo 14:1 hadi 12. Kumbuka tumekita mizizi katika kitabu ni cha Ufunuo 14. 5 inasema, ewe Bwana uyasikilize maneno yangu, ukaangalie kutafakari kwangu, uisikie sauti ya kilio changu, mfalme wangu na Mungu wangu, kwa maana wewe ndiye nikuombaye. Bwana, asubuhi utaisikia sauti yangu, asubuhi nitakapo pangia dua yangu na kutazamia. Maana huwi Mungu apendezwae na ubaya, mtu mwovu hata kaa kwako. Mwalimu, mtu mgani huyu? Mtu mwovu hata kaa kwako. Amina. Mwalimu, hawa watu ambao wamesimama katika mlima Sayuni ni watu ambao ni waovu ama ni watu ambao wanaakisi tabia ya Kristo? Wale ambao wana tabia ya Kristo. Kwa hivyo ni wale ambao wanaakisi tabia ya Kristo, si waovu. Wajivunao hawatasimama mbele za macho yako. Unawachukia wote watendao ubatili. Utawaharibu wasemao uongo. Bwana humzira muuaji na mwenye hila, bali mimi kwa wingi wa fadhili zako nitaingia nyumbani mwako na kusujudu kwa kicho, nikielekea hekalu lako takatifu. Mwalimu, kuna hata kwa sasa tunavyozidi kusoma kuna vitu ambavyo tunaviona hapa. Mwalimu, tunaona utawaharibu wasemao uongo. Lakini 14 Ufunuo, wale ambao walikuwa katika mlima wa Bwana hawakupatikana na hila na uongo haukuwa katika midomo yao. Kwa hivyo tunajaribu kutofautisha makundi haya mawili. Alafu tukizidi kusoma tunaona, bali mimi kwa wingi wa fadhili zako nitaingia nyumbani mwako na kusujudu kwa kicho, nikielekea hekalu lako takatifu. Mwalimu, hekalu la Mungu lilikuwa wapi? Katika mlima Sayuni. Lilikuwa huko katika mlima Sayuni. Mwalimu, na vile vile tunaona katika kitabu cha Ufunuo mchakato mzima ni kuhusu ibada. Ni nani ambaye utamwabudu? Je, utamwabudu Mungu ama utamwabudu
mnyama ama utamwabudu shetani. Mwalimu, tunalielewa hilo. 7 inasema bali mimi kwa wingi wa fadhili zako nitaingia nyumbani mwako na kusujudu kwa kicho. Mwalimu, kicho ni the fear of God. Alafu ukisoma katika kitabu ni cha Ufunuo 14:6 tunaona the everlasting gospel ambayo inasema fear God and give glory to him. Mwalimu, sijui kama tutasoma 14:6 ili tuweze kuona. 14:6 inasema kisha nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu, mwenye injili ya milele awahubiri hao wakaao juu ya nchi na kila taifa na kabila na lugha na jamaa. Akasema kwa sauti kuu, mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Mwalimu, kwa hivyo tunaona kuna mcheni Bwana na mcheni Mungu na kumtukuza, kwa sababu saa ya hukumu imefika. Mwalimu, na hiki kinachochewa na kicho kwa Mungu ambayo inazungumziwa katika 7. Alafu 8 inasema Bwana uniongoze kwa haki yako, kwa sababu yao wanao niotea, usiwazishe njia yako mbele ya uso wangu, maana vinywani mwao hamna uaminifu. Na mwalimu, sijui ulijifunza nini wewe? Kitabu cha Zaburi 5. Naam. Kuna watu aina mbili tunaona pale. Kuna waovu na kuna wale ambao ni waaminifu. Naam. Na ndio tunaona Daudi vile ambavyo umeweza kusoma. Anamlilia Bwana. Nasema, Bwana, uyasikilize maneno yangu. Ukaangalie kutafakari kwangu. Uisikie sauti ya kilio changu, mfalme wangu na Mungu wangu, kwa maana wewe ndiwe nikuombaye. Daudi anazungumza na Mungu. Daudi anamlilia Mungu. Anasema ya kwamba hebu nisikize mimi. Sijui kama wakati fulani tunaomba hivyo. Mimi wakati fulani najiuliza, unajua kuna wakati tunaomba Mungu kama kawaida, ama vile watu wengine wanasema Waingereza sasa wanasema say a prayer. Lakini tunaona Daudi hapa anamlilia Bwana, akasema nisikize mimi Bwana, mfalme wangu na Mungu wangu, kwa maana wewe ndiye ninaye kuomba. Unajua kuna tofauti hapo. Sijui kama ninaeleweka. Mtu anapokuja kwako, anapokuja kuomba kitu fulani, kuna vile ambavyo atakuja kwako, atakuomba, lakini ni kama nakuambia kwamba usiponipa bado kuna mahali naweza enda na nikapata. Kwa hivyo na kuomba, kama unaweza nipe, kama huwezi nipa pia ni sawa. Lakini katika tunasoma hapa anasema ya kwamba wewe ndiye ninaye nikuombaye. Hakuna mtu mwingine na kuomba wewe. Kwa hivyo usiponisaidia basi hakuna mwingine. Tunaona Daudi anapenda mfano hapa, yule ambaye anajua kwamba Mungu ndio kimbilio lake, hakuna mwingine. Lakini tunaposoma katika fungu la 5, kuna watu aina fulani ambao wanasema wajivunao hawatasimama mbele za macho yako. Unawachukia wote watendao ubatili. Utawaharibu wasemao uongo. Bwana humzira muuaji na mwenye hila. Bali mimi kwa wingi wa fadhili zako nitaingia nyumbani mwako na kusujudu kwa kicho, nikilielekea hekalu lako takatifu. Wajivunao hawatasimama mbele za macho yako.
hawatasimama. Mwalimu, katika Ufunuo 14 tunaona kuna wale ambao wamesimama na mwana kondoo katika mlima Sayuni. Kwa hivyo kuna wale ambao hawatasimama mbele za Mungu na kuna wale ambao watasimama mbele za Mungu. Na wanasimama mbele ya Mungu kwa sababu wanaye mwana kondoo. Mwalimu. Amina. Asante kwa ongezeo hilo. Ambalo tunaona ya kwamba Daudi tayari anaona jinsi ambavyo vile ambavyo umeweza kuelezea katika Ufunuo. Tunaona vile tunalinganisha Zaburi na yale ambayo tunasoma katika Ufunuo. Na kwa hivyo tunapata kwamba tukiendelea kusoma na kwamba wale ambao watakao simama mbele ya Bwana, Daudi ndio huyu ambaye anaomba na akijua kwamba ni Mungu tu ambaye atamwezesha. Hebu tuweze kusoma katika fungu la 11. 11 inasema, nao wote wanaokukimbilia watafurahi. Watapiga daima kelele za furaha kwa kuwa wewe umewahifadhi. Walipendao jina lako watakufurahia. Amina. Sasa hebu tuweze kusoma sasa katika kitabu cha kitabu cha Ufunuo 14 ambao tuliwaambia kwamba walikuwa naimba nini? Hebu nisomee fungu hilo. Nitaanza 1 na 2. Kisha nikaona na tazama, huyo mwana kondoo amesimama juu ya mlima Sayuni na watu 144,000 pamoja naye, wenye jina lake na jina la baba yake limeandikwa katika vipaji vya nyuso zao. Nami nikasikia sauti kutoka mbinguni kama sauti ya maji mengi, kama sauti ya radi kuu, na sauti niliyoisikia ilikuwa kama sauti ya wapiga vinubi wakivipiga vinubi vyao kuimba wimbo mpya mbele ya kile kiti cha enzi. Amina. Walikuwa naimba wimbo mpya ambaye hakuna mtu yote ambao walikuwa na ujua ule wimbo. Na tayari hapa tunaona kitabu cha Zaburi 5 fungu la 11 linatuambia ya kwamba nao watakuwa wamefanya nini? Watapiga daima. Pia watapiga kelele daima, furaha tele. Mwalimu, na wanalipenda jina la Bwana. Amina. Nakumbuka wale wameandikwa jina la Bwana kwenye vipaji vya nyuso zao. Amina. Asante. Kwa hivyo tunaona kwamba yanaona Daudi alikuwa, na ndio ninafurahi ya kwamba lesoni hii inatufundisha kwamba kumbe hata Zaburi kumbe tunaona yale ambayo yako katika kitabu cha Ufunuo ya kwamba unapokuwa na Bwana, unapokuwa wewe ndio utakaye kuwa na tunaomba ya kwamba siku hiyo nami nitakuwa pale, nawe pia utakuwa pale, nasi sote tutakuwa pale, ya kwamba katika vipaji vya nyuso zetu kuna jina la mwana kondoo na la baba. Ile furaha ambayo itakuwa pale, hakuna yeyote ambaye, sijui kama tunaweza jaribu kitu ambacho hakiwezi kuelezeka. Ukisoma katika kitabu ni cha Wakorintho wa kwanza 2:9. Wakorintho wa kwanza 2:9. Hebu soma. Tuweze kuona tunaweza tukaeleza kwa lugha ikaeleweka. Haiwezi. 2:9 inasema lakini kama ilivyoandikwa, mambo ambayo jicho halikuyaona wala sikio halikuyasikia wala hayakuingia katika moyo wa mwanadamu, mambo ambayo Mungu aliwaandalia wampendao. Mwalimu, hayawezi yakasemeka yale ambayo Mungu ametuandalia. Amina. Ni zaidi ya haya. We can only imagine. But we cannot fathom. Naam. Asante. Kwa hivyo tunaona Daudi anapozungumzia haya tayari anatuambia kwamba kuna tofauti ya watu fulani, wale ambao wanaomwamini Mungu na kuna wale ambao hawamwamini Mungu. Wale ambao wanamwamini wataonekana katika mlima Zayuni, wale ambao wataweza kusimama mbele ya Bwana, na wale ambao basi si waaminifu, basi tunajua njia yao. Na ndio kwa sababu hata tunapoona kitabu cha Ufunuo 13 tunaambia kwamba kuna wale ambao wameamua kumfuata na kumwabudu yule nani? Yule joka.
tunaposoma katika Ufunuo 13, hao ndio hao ambao tena Daudi pia anazungumzia kwamba hao ni wale ambao hawamjui Mungu, tabia yao ni tofauti wa nini, lakini yeye naye ameamua ya kwamba yeye atamtumikia nani? Mwalimu, iwapo wale ambao watasimama na mwana kondoo watakuwa na tabia ya Kristo ama tabia ya Mungu. Je, unafikiria wale ambao hawatasimama watakuwa na kisi tabia ya nani? Ya yule joka, ya shetani. Tutaenda moja kwa moja hadi siku ya Alhamisi ambayo ni wafundishe wakosaji njia yako. Mwalimu, ikijana tuliangazia kisa cha Isaya. Sijui kama utatusomea Isaya 6:5 mpaka 8. Nasema hivi: ndipo niliposema, ole wangu, kwa maana nimepotea, kwa sababu mimi ni mtu mwenye midomo michafu, nami ninakaa kati ya watu wenye midomo michafu, na macho yangu yamemwona Mfalme, Bwana wa majeshi. Kisha mmoja wa maserafi wale akaruka akanikaribia, naye alikuwa na kaa la moto mkononi mwake, ambalo ilikuwa amelitwaa kwa makoleo toka juu ya madhabihu. Akanigusa kinywa changu kwa kaa hilo, akaniambia, tazama, hili limekugusa midomo yako, na uovu wako umeondolewa, na dhambi yako imefunikwa. Fungu la 8 linasema, kisha nikaisikia sauti ya Bwana akisema, ni mtume nani, naye ni nani atakaye kwenda kwa ajili yetu? Ndipo niliposema, mimi hapa, nitume mimi. Mwalimu, wiki jana kuna swali ambalo liliulizwa. Je, pale ambapo yule serafi anachukua kaa la moto mkononi mwake na kumgusa kwenye mdomo, je, lile kaa la moto lilikuwa likiashiria nini, mwalimu? Ambayo ukisoma 6 na 7 jibu lenyewe liko pale tu. Naam. Fungu la 6 na 7. Sijui kama utasoma 7. Akanigusa kinywa changu kwa kaa hilo, akaniambia, tazama, hili limekugusa midomo yako. Kwa hivyo ni baada ya kuwa ameguswa midomo yake, dhambi yake ikafanya nini? Na uovu wako umeondolewa. Kwa hivyo kuguswa na kaa la moto kwenye mdomo lilikuwa linaonyesha kwamba dhambi zake zimesamehewa ama zimeondolewa ama zimefunikwa. Kumbuka moto inatumika katika the purification, katika utakaso. Ukisoma katika kitabu ni cha Hesabu 31:23. 23. Naam. Hesabu 31 fungu la 23. Linasema hivi: kila kitu kiwezacho kuhimili moto mtakipitisha katika moto, nacho kitakuwa safi. Pamoja na haya kitatakaswa kwa hayo maji ya farakano. Na kila kitu kisichohimili moto mtakipitisha katika hayo maji. Kaa la moto linapopitishwa kwenye midomo yake ilikuwa tu ni ishara ya kuonyesha kwamba ametakaswa na amekuwa safi. Kwa hivyo yuko tayari kuanza kazi, mwalimu. Katika sehemu hii nafikiri umeelezewa katika kitabu cha Zaburi 51. Naam, Zaburi 51. Zaburi 51, na nafikiri ukisoma yote yanazungumzia yale ambayo yalikuwa yanatendeka
Mwalimu 7 inasema unisafishe kwa hisopo nami nitakuwa safi. Unioshe nami nitakuwa mweupe kuliko theluji. Unifanye kusikia furaha na shangwe. Mfupa ulioiponda ifurahi. Usitiri uso wako, usitazame dhambi zangu. Uzifute hatia zangu zote. Ee Mungu, uniumbie moyo safi, uifanye upya roho iliyotulia ndani yangu. Usinitenge na uso wako, wala roho yako mtakatifu usiniondolee. Naam. Asante. Kwa kifupi tunapata ya kwamba Daudi anamuomba Mungu, na anamuomba Mungu ili aweze kumbadilisha. Nibadilishe Bwana, nibadilishe Bwana, waijua jinsi nilivyo. Bwana anajua jinsi nilivyo, na tunaomba Daudi anasema ya kwamba uweze kunisafisha na wanasema hyssop, yani sabuni. Hyssop. Naam mwalimu. Sabuni ambayo ninaposafishwa nitakuwa na ng'ara. Ama unasema ni kung'aa. Na kwa hivyo ukisoma hapo kuanzia hiyo Zaburi 51, Daudi analia akimwambia Mungu, nibadilishe, nisafishe, niweze kuwa nafaa machoni pako, ya kwamba niweze kusikia sauti yako. Lakini kuna kitu ambayo tena akaweza kugusia katika fungu la 8, ya kwamba sijui kama tunaweza nisomea hapo fungu la 8. Unifanye kusikia furaha na shangwe. Mifupa ulioiponda ifurahi. Mifupa ulioiponda ifanye nini? Ifurahi. Unajua huyu ni Daudi. Naam. Tayari alikuwa anajua kwamba Yesu atakufa. Naam. Mifupa iliyofanya nini? Mifupa ulioiponda ifurahi. Iliyoponda iweze kufurahi. Yesu aliteswa kwa ajili ya nani? Kwa ajili yetu. Daudi pia anaona ya kwamba Yesu ameteswa kwa ajili yake, na ndio anasema ya kwamba uweze kunisafisha, halafu utakapokuwa umenisafisha nitakuwa na furaha na hata nani. Hebu soma tena fungu la 8. 8 inasema hivi, unifanye kusikia furaha na shangwe, mifupa ulioiponda ifurahi. Mifupa ulioiponda pia ifurahi. Kwa hivyo ninapokuwa nimesafishwa na ninafurahi, Bwana pia atakuwa na furahi ya kwamba yale ambayo niliyopitia, Yesu yale ambayo amepitia, tabu zote na ile shida zote alizopitia, na kifo aliyopitia kwenye mikono ya wenye dhambi, ataona kwamba haikuenda bure. Anapokuona pale ya kwamba wewe ndio mmoja wa wale ambao pale katika mlima Sayuni, hata yeye pia atakuwa anafanya nini? Anafurahi. Hilo ndio kitu ambalo mimi nalipata katika sehemu hii ya Zaburi 51. Alafu isitoshe, tunazungumzia fungu la 13. Fungu la 13 nasema nini? Nitawafundisha wakosaji njia zako, na wenye dhambi watarejea kwako. Nami nitaweza kufundisha watu gani? Wakosaji. Kwa hivyo tunaona ya kwamba mimi ambaye niliye mdhambi nimemlilia Bwana, naye akanisamehe dhambi zangu, jinsi ambavyo mwalimu umeashiria ya kwamba Isaia sura ya 6, wakati Isaia alipomwona Mungu na macho yake, akafanya nini? Akalia dhambi zake, akasema nimemwona Mungu, ole wangu. Kwa maana anajua kwamba hakuna mtu ambaye anaweza muona Mungu na akafanya nini? Akapona. Na kwa hivyo akasema ole wangu, kwa hivyo
nimekwisha. Lakini kile ambacho kiliyomfanya ya kwamba sasa anaona asistahili ilikuwa ni sababu ya dhambi, na kwa hivyo ndio malaika akakuja akamwekea lile kaa la moto kwenye mdomo, akamwambia dhambi zako zimesamehewa. Na ndipo baada ya kusamehewa, alafu Mungu anauliza nitume nani? Nitume nani? Na akapata nguvu ya kwamba nitume mimi, niko hapa. Na ndio sasa tunaambiwa kwamba Daudi pia anasema vile vile, na ndipo na mimi nitafanya nini? Nitaweza kuwafundisha. Naam. Kwa hivyo sisi ambao tumeweza kupata ile nuru, isiwe kwamba tumepata nuru na kukaa alafu nasema sasa sisi ni watakatifu. Kwa hivyo unapopata nuru, angaza. Angaza. Tusije tukawa kama Lucifer ambaye alipokea nuru na hakutaka kuiangaza. Tuweze kuwa kama wanasema shahidi mwaminifu. Amina. Ambaye ni moon. Kwa Kiswahili wanasema mbalamwezi. Mbalamwezi. Wao unapokea nuru kutoka kwa jua, lakini haujiwekei nuru. Unaweza kumulika usiku, ambaye tumesema ni shahidi mwaminifu. Mwalimu, ukisoma 51:12 nasema unirudishie furaha ya wokovu wako, unitegemeze kwa roho ya wepesi. Na ni baada ya kuwa amefurudishiwa furaha yake na ameweza kupewa roho ya wepesi, ataweza kuwafundisha wakosaji njia zake, na wenye dhambi watarejea kwake. Mwalimu, kwa hivyo tuna kibarua cha kuwarejesha wa dhambi kwa Kristo. Lakini mwalimu, hili hatuliwezi kwa nguvu zetu. Hatuliwezi ikiwa hatutakuwa tunaakisi tabia ya Kristo. Kwa sababu tunapaswa kuwa tofauti na wale ambao tunawahubiria. Kwa sababu iwapo tutawahubiria na waone hakuna utofauti, mwalimu, hatutakuwa na mvuto. Hakuna. Kwa hivyo lazima, ndiposa mwalimu nikuuzie sera zangu, lazima uweze kuona kwamba zangu zina piku zako. Lakini sitataka kukuuzia kitu, sitataka kukuuzia hii simu na una simu ambayo ina uwezo mkubwa kuliko hii. Kwa hivyo lazima nijaribu kukuambia vile simu hii ina uwezo kushinda simu yako. Kushinda yangu. Ndiposa labda unaweza vutiwa. Kwa hivyo lazima pia na sisi tuweze kuwa mawakala wazuri wa Kristo. Mwalimu, tumefikia tamati, lakini sijui kama unanyongeza. Nilikuwa naweza kuongezea kitabu cha Ufunuo 14. Nafikiri fungu la 6 linatuambia kwamba, kwa sababu tunazungumzia kwamba baada ya kuweza kupokea neema, au baada ya jinsi ambavyo tumesomea katika kitabu cha Isaia sura ya 6, na ndio tumepata tena katika kitabu cha Zaburi 51. Tunaambiwa kwamba baada hayo hata Daudi yuko tayari kwenda kuangaza kwa wale ambao hawamjui, waweze kujua Mungu ambaye ni mtakatifu, Mungu ambaye ndiye aliyetuumba, Mungu ambaye ndiye mkombozi. Kwa hivyo tunaona hapa pia katika Ufunuo 14 kuanzia fungu la 6 linakuambia kwamba hapo ndio kuna ujumbe wa malaika wangapi? Watatu. Baada ya tumesamehewa, isiwe ya kwamba sasa tumesamehewa, tumebatizwa, sasa tunakaa kanisani na tumenyamaza, tunafurahi, tuna nyimbo, tunaimba wimbo, ndio. Lakini kuna kitu ambacho itabidi tuweze kufanya, na kuweza huko nje na kuwaita wale ambao wako Babiloni, ondokeni Babiloni. Ujumbe wa malaika watatu. Mwalimu, nimependa vile ambavyo umesema, kwa sababu baada ya kuwa dhambi za Isaya zimefunikwa, Mungu anamuuliza ni mtume nani? Anasema mimi niko hapa, nitume nipeleke ujumbe. Vile vile Zaburi baada ya kuwa amesafishwa, anasema kwamba nitawafundisha wakosaji njia zako. Kwa hivyo anatoka ili kuweza kuwafundisha wakosaji. Mwalimu, ukisoma katika kitabu ni cha Ufunuo 14:6, tunaona kwamba kisha nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu, mwenye injili ya milele, wahubiri hao wakaao juu ya nchi na kila taifa na kabila. Kwa hivyo injili ya milele kuwahubiri. Kwa hivyo mwalimu, ni baada ya kuwa tumepata nuru ya Kristo, ndipo tutaweza kutoka ili kuihubiri injili ya milele. Amina.
tunahubiri kwa kabila, lugha, jamaa na taifa. Kwa hivyo ni injili ambayo inapaswa kwenda kote kote katika ulimwengu huu, mwalimu. Asante. Kwa hivyo kabla ya kuwa onyo limetolewa, kabla ya ujumbe wa malaika watatu kutolewa, injili ya milele inapaswa kwanza kuenda kabla ya haya mengine kufuata. Mwalimu, sijui kama utatutamatishia kwa ombi. Asante. Tuombe. Bwana Mungu wetu uishie mahali pa juu, tunashukuru kwa nafasi hii umetupa kuweza kulisoma neno lako, kuweza kuijadilia. Na kuna wengi ambao tuko nao hatuwaoni, lakini tunajua kwamba umewawezesha kuweza kuchukua nafasi kuwa pamoja nasi katika sehemu hii, tuweze kuhimizana katika neno lako. Bwana, tunaomba ya kwamba hebu Roho Mtakatifu azidi kutuunganisha pamoja na tuweze kusimama imara katika neno lako, tukiwa tunajitayarisha kwa ajili ya kurudi kwa mwanao Yesu Kristo mara ya pili. Bwana, hebu tusamehe dhambi zetu, uweze kutusafisha jinsi ambavyo tumesoma katika neno lako. Mfalme Daudi akiwa naomba ya kwamba uweze kumsafisha na hyssop, nasi pia tunaomba vile vile ya kwamba tuweze kuwa wasafi machoni pako, na ndipo tuweze kuangaza neno lako kwa mataifa. Bwana, hebu tuwezeshe katika utukufu wako, na katika yote Bwana, Roho Mtakatifu aweze kuwa ndani yetu. Tunaomba haya tukiwa tunaamini kwamba tusikiza kwa jina la Yesu Kristo aliye Bwana mkombozi wetu. Amen. Amina.